Coppa Italia imeendelea mbele katika mechi za mtoano. Mashindano yanazidi kupamba moto wakati timu zinafanya mavitu ili kuukaribia ubingwa. Juventus, Roma na Lazio wanaongeza kasi kwa jitihada kubwa ili kushinda kombe la Coppa Italia. Ni timu gani itafanikiwa? Fahamu zaidi live katika Star Times Sports Channel. Hii ni Mlimani TV, mtazamaji, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha katika taarifa ya habari siku ya leo. Jina langu ni David Nkia. Mimi naitwa Juliet Robert. Karibu sana, ukaribie mtazamaji tuweze kukupa yale ambayo tumeweza kuandalia leo katika taarifa yetu ya habari. Na Juliet, kidogo leo sauti na shurba. Hali ya hewa. Karibu tuanze. Tuanze moja kwa moja na taarifa ambapo tunaambiwa Waziri wa Afya Umi Mwalimu amepokea vitanda, magodoro na mashuka kutoka bohari ya dawa MSD kwa ajili ya wodi mpya wazazi katika hospitali ya taifa Muhimbili. Msaada huo unakuja mara baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kutembelea kwa ghafla wodi ya wazazi katika hospitali ya taifa Muhimbili na kujionea hali ya msongamano mkubwa wa wazazi uliosababishwa na uhaba wa vitanda na nafasi finyu katika wodi hiyo. Habari ifuatayo inafafanua zaidi. Baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kutembelea kwa ghafla wodi ya wazazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam na kujionea hali ya msongamano mkubwa wa wazazi uliosababishwa na uhaba wa vitanda na nafasi finyu katika wodi hiyo, Rais Magufuli alilazimika kwenda katika wodi hiyo baada ya msafara wake kusimamishwa na kundi la kina mama waliomtaka kwenda katika wodi ya wazazi ili akajionea jinsi wazazi wanavyokabiliwa na kero mbalimbali ikiwemo ya kulala chini kutokana na kukosa vitanda, na Rais kuahidi kushughulikia kero hiyo. Tayari agizo la Rais Magufuli la kubadili matumizi ya jengo la Wizara ya Afya, kitengo cha afya ya uzazi na mtoto lililopo katika hospitali hiyo, limetekelezwa ipasavyo mara baada ya waziri mwenye dhamana ya wizara hiyo kupokea vitanda, mashuka na magodoro kwa ajili ya kuanza kwa wodi hiyo ya wazazi. Mlimani TV inafika katika wodi hiyo ya wazazi na kuzungumza na baadhi ya wagonjwa waliolazwa katika wodi hiyo ya wazazi, na kwanza wanamshukuru Rais kwa hatua hiyo muhimu. Naitwa Rehema William Samueli. Nashukuru Mungu kwa Rais Magufuli maendeleo ambayo anatufanyia. Tulikuwa tunalala watatu, wanne, lakini sasa hivi nashukuru Mungu katufanyia mabadiliko. Naomba Mungu awe na maendeleo haya ya kutubadilishia. Namshukuru Rais wangu Pombe Magufuli. Tanzania wote tunamshukuru kwa kitendo alichowafanyia wazazi. Walikuwa nalala magodoro chini, watu 6 mpaka 4. Kwa sasa hivi kuweza kuwatengenezea pahali pazuri kulala mmoja mmoja. Tunamshukuru sana, Mungu amzidishie, aendelee kuwa na moyo usie hapa tu, hata hospitali nyingine awasaidie. Tunamshukuru, na nashukuru kwa Tanzania wote kwa miaba. Nimefika hapa, nimepokea vizuri. Nilipopokea nikawa nimekuta labda vitanda kidogo vilikuwa na mapungufu, tulikuwa tumefikia kulala chini. Kwa mpaka dakika hapa baada ya kuona Rais wetu matatizo ambayo tunayapata, ameona tuletee msaada wa vitanda. Tunashukuru sana kwa msaada wake. Kwa jina naitwa Angelina Yohana Kihio. Namshukuru Mungu kwa hatua nzuri tuliofikia sasa hivi, kwa Rais wetu kuja kutuletea tena mabadiliko. Tulikuwa tunalala 4, lakini sasa hivi tumefikia hatua kulala mmoja mmoja. Mungu ambariki. Waziri Umi Mwalimu amesema wanamshukuru Rais Magufuli kwa kuguswa na kero hiyo ya muda mrefu ya uhaba wa vitanda katika hospitali hiyo, hasa wodi ya wazazi. Tunafurahi kwamba tumeweza kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais, alitupa siku 2. Lakini pili, tunashukuru kwamba licha ya kutupa agizo hili, yeye mwenyewe ameguswa na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake wa Tanzania wanaopata huduma katika hospitali hii. Kwa hiyo akaamrisha kwamba kupitia MSD tuletewe vitanda 120, magodoro 120, vitanda vya kuzalishia 10, vitanda vya watoto njiti 20 na mashuka 480. Kwa hiyo kubwa tunamshukuru Rais kwa kuguswa kwake, kwa msukumo mkubwa ambao anaweka katika kutatua changamoto za
huduma za afya katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Itakumbuka kuwa mwezi Novemba, siku chache baada ya kuchukua hatamu, Dr. Magufuli alifanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na kuhuzunishwa na hali ya huduma kwa wagonjwa, hususani baadhi ya wagonjwa waliokuwa wamelala chini. Alifanyia mabadiliko usimamizi wa hospitali hiyo na kumteua Profesa Lawrence Mseru kuwa mkurugenzi mkuu wa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kutoka Dar es Salaam, Angela Matayo, Mlimani TV, elimu kwanza. Na chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia taasisi yake ya Kiswahili TATAKI imefanya kumbukizi ya kuwakumbuka wanataaluma wa Kiswahili kutoka chuoni hapo ambao walipoteza maisha. Itakumbuka kuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam kimepata pigo kwa kipindi kifupi kwa kuondokewa na wanataaluma wa Kiswahili kutoka taasisi hiyo ambao ni walimu waliobobea katika lugha adhimu ya Kiswahili. Tupate taarifa zaidi. Kifo hakina huruma. Ama kwa hakika kifo hakina huruma, kama maneno ya mwanamuziki marehemu Lemi Ongala. Tanzia imeendelea kuikumba chuo kikuu cha Dar es Salaam tangu kupoteza wanataaluma wake nguli wa lugha ya Kiswahili nchini, ambao kwa namna moja ama nyingine wameweza kukitangaza vyema lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Katika kutambua umuhimu wa wanataaluma hao, taasisi ya taaluma ya Kiswahili kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam wakaona ni vyema kuwakumbuka, ingawa kimwili hawako tena, bali roho zao ziko pamoja. Profesa Rwekaza Mukandala ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anasema kuwa vifo vya wanataaluma hao ni pigo kwa taifa, hususan pia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nitoa wito kwa washiriki wote kusikiliza kwa makini na kutafakari yale yanayosomwa au kuonyeshwa hapa kisanii kuhusu wapendwa wetu hawa, ili nasi tuichukue kama changamoto kwetu. Tunatambua kwamba wanataaluma wanakufa kimwili, lakini kitaaluma bado wataendelea kuwa hai. Wengi wetu tunatambua mchango wa Kihore katika vitabu vya sarufi miundo ya Kiswahili sanifu Samikisa na sarufi maumbo ya Kiswahili sanifu Samakisa. Tunatambua pia mchango wa Chiduo na Katikiro kwenye kamusi za TATAKI, na kama hujaziona kaangalia toleo jipya la kamusi ya Kiswahili Kiingereza, utayaona majina yao. Habibu Msami ni mwakilishi wa katibu mkuu kutoka Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo, Profesa Elisante Ole Gabrieli, na anasema kuwa mchango wa wanataaluma hao kamwe hautasahaulika katika medani za kitaifa na kimataifa, ikizingatiwa kuwa waliwahi kufundisha nchi mbalimbali ikiwamo Zimbabwe, Marekani na Korea Kusini. Siku hii ni adhimu sana, kwani tunapata fursa ya kutambua, kukumbuka na kuthamini mchango mkubwa waliotoa katika kukuza na kuendeleza lugha adhimu ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Aidha, na masikitiko makubwa wa kuondokewa na manguli hawa muhimu, kwani bado mchango wao ulikuwa unahitajika katika kukuza taaluma ya lugha ya Kiswahili duniani. Natoa pole kwa uongozi wa chuo kikuu, taasisi ya lugha na taaluma ya lugha ya Kiswahili na isimu, jumuiya ya wanachuo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na wapenzi wa lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Wanataaluma hao wameondoka, lakini bado wamebakiza zao lao la baadaye, ambao ni wanafunzi waliopitia katika mikono yao, na hapa wanadhihirisha kupitia ushairi, maigizo pamoja na utashi wa kutumia lugha adhimu ya Kiswahili. Tutafanya mambo makubwa hata kama anazoea. Kwanza ndio nisemee kwa mama ili asiniambie mimi ndogo. Nimeanza kwa maksudi, maana kama ifahamikavyo kubwa dawa, na yeye kwa kuwa alikuwa baba tena mzazi wetu wakati wote na uhai wake, alitukumbuka na kutuhurumia wanawe. Lakini katika kuonesha ni kwa namna gani hivi sasa Kiswahili kinapiganiwa, mwanamuziki Mrisho Mpoto
amekuwa akitumbuiza nyimbo zake huku akitumia vyema lugha ya Kiswahili. Kwa hakika binadamu ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Imebaki historia kwa Dr. Elieza Chiduo, Mwalimu Elizeusi Katikilo, Profesa Yaredi Kihole na Edwin Simzaba. Hakika wanataaluma nguli wa Kiswahili ambao kwa sasa yamebaki maandishi yao tu kupitia tungo mbalimbali za Kiswahili. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Kutoka Dar es Salaam, Asia Gamba, Mlimani TV, elimu kwanza. Asante sana Asia Gamba kwa taarifa hiyo. Bila shaka basi anayefanya vizuri lazima mchango wake ukumbukwe, na hiyo itawapa ari na motisha wale wengine nao kufanya kazi kwa juhudi kabisa. Sasa tuelekee katika masuala ya kilimo ambako serikali inataraji kufanya sensa ya kilimo na mifugo katika mikoa yote ili kufahamu idadi sahihi ya mifugo na maeneo ya kilimo yaliyoko nchini. Haya yanajiri katika Chuo cha Takwimu Afrika Mashariki wakati wa uzinduzi wa mafunzo ya wadau wa takwimu. Makrina Siovera anakuja na taarifa zaidi. Fanya takwimu za kilimo, mifugo na uvuvi kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Tunasema kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwa maana ya kwamba karne hii ya 21 tunaondokana sasa na njia za zamani za kukusanya takwimu ambazo lengo lake ni kupunguza gharama za ukusanyaji wa takwimu. Zaidi ya 60% ya Watanzania hufanya shughuli za kilimo katika kujiingizia kipato, lakini bado serikali haina takwimu sahihi za wakulima na wafugaji walioko nchini. Dr. Albina Chua ni mkurugenzi mkuu wa ofisi ya takwimu, anaeleza juu ya sensa ya kilimo na mifugo ambayo inataraji kufanyika mwaka huu. Kama tutakumbuka tuliokuepo miaka ya nyuma, tulivyokuwa tunafanya sensa za kilimo na mifugo, tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana. Sensa za kilimo zilikuwa zinatumia takriban mpaka bilioni 10 na kadhalika. Utafiti huu ambao utahusisha mashamba kwa sampuli utatumia takriban shilingi bilioni 4.8 ukilinganisha na bilioni 10 zilizokuwa zinatumika katika miaka ya 2007, 2008, 2002, 2003 na miaka mingine ya nyuma iliyopita. Kwa mujibu wa kalenda la utafiti na sensa katika Ofisi ya Taifa ya Takwimu, mwaka huu ni mwaka ambao ulipangwa kufanyika sensa ya kilimo na mifugo. Wakati Tanzania ikiwa na malengo ya mpango wa maendeleo na kufika kwenye uchumi wakati ifikapo 2030, je, sensa hii itasaidia vipi serikali katika mpango huu wa maendeleo? Lengo la pili linasema hakuna njaa. Wanasema njaa hakuna, zero hunger ifikapo mwaka 2020 na mwaka 2030, zero hunger. Na wanasema zero hunger inatokana na nini? Wanasema ukichukua data plus agriculture unapata zero hunger. Ukichukua takwimu ukajumlisha kilimo, mifugo na uvuvi unapata sifuri. Hakuna njaa mwaka 2030 dunia nzima. Katika hatua nyingine, mkurugenzi wa sensa na mipango toka Wizara ya Kilimo na Mifugo ameomba wananchi kuonesha ushirikiano wa kutosha katika zoezi hili. Kuwaomba watendaji wa kata, wenye viti wa mitaa na vijiji na watendaji wengine wote kushirikiana na wadadisi na wasimamizi watakaofanya kazi ya utafiti wa kilimo wa mwaka 2015. Na katika hili ningependa niwaombe waandishi wa habari katika vyombo vyote watusaidie kuendelea kulisisitiza hili, ni muhimu sana. Tusipopata ushirikiano wa kutosha katika ngazi nilizozitaja. Makrina Siovera, Mlimani TV, elimu kwanza. Na tukitoka kwenye sensa ya wanyama hususan ng'ombe na wale wengine wanaofugwa, tunaelekea kwenye masuala mengine ambapo tunaambiwa idadi ya wakimbizi hapa nchini Tanzania imezidi kuongezeka katika kambi ya Nyarugusu
na nyinginezo, ambapo tangu kuchafuka kwa hali ya siasa nchini Burundi mwaka jana mwezi Aprili, wakimbizi wamezidi kuongezeka hapa nchini Tanzania kufikia 190,000. Kauli hiyo imetolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Kikanda, Isaac Nantanga, katika mkutano na waandishi wa habari. Halima Kiondo na ripoti zaidi. Tangu Aprili mwaka jana, Tanzania imekuwa ikipokea raia kutoka nchi ya Burundi wanaoingia nchini kuomba hifadhi kutokana na hali ya machafuko iliyotokea nchini mwao. Hadi kufikia tarehe 10 mwezi huu, kiasi cha wakimbizi 129,210 toka Burundi wamepokelewa nchini, na Isaac Nantanga ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, anajitokeza mbele ya wanahabari kufafanua idadi ya wakimbizi hao. Kati ya hawa wakimbizi 99,230 wanahifadhiwa katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ambayo iko wilayani Kasulu mkoani Kigoma, na wengine 45,487 wanahifadhiwa katika kambi ya wakimbizi ya Nduta iliyoko wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Lakini pia tuna wakimbizi 4,543 ambao wanahifadhiwa katika kambi ya wakimbizi inaitwa Mtendeli, iko wilayani Kakonko. Wizara hiyo kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wengine imesema wamekuwa wakitoa huduma muhimu kama vile za afya, chakula, maji na ulinzi ili kuhakikisha wakimbizi hawa wanaishi kwa usalama, huku Tanzania bado ikiwa na wakimbizi wengine ambao wapo katika kambi ya Nyarugusu. Wakimbizi kutoka Kongo walikuwa 61,887. Na humo katika kambi ya Nyarugusu kulikuwa na Wasomali 150 na raia wengine 189 kutoka nchi mbalimbali, mchanganyiko wa nchi mbalimbali. Kwa maana hiyo, hii inaifanya nchi yetu kwa sasa kuwa na jumla ya wakimbizi 191,436 ambao wanahifadhiwa katika haya makambi ambayo nimeyataja. Amesema wizara imeendelea kushughulikia raia wa nchi za nje ambao baada ya kuingia hapa nchini wameomba kibali cha kupatiwa hifadhi ya ukimbizi. Maombi 815 yameshapokelewa na yameshafanyiwa, wakimbizi hao wameshafanyiwa mahojiano na kamati ya kitaifa ya kuwahoji waomba hifadhi, kwa kifupi inaitwa NEC, National Eligibility Committee. Hii inashughulika kuwahoji wale wakimbizi kuona kama kweli wana sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi. Licha ya wizara hiyo kutoa taarifa ya ongezeko la wakimbizi, imesema bado inaendelea na operesheni yake ya kukamata wahamiaji haramu wanaoishi nchini bila kufuata taratibu na sheria. Kwa sasa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi bado umesababisha wananchi wa taifa hilo kukimbilia hapa nchini kwa wasiwasi wa mapigano baina ya vikundi vya waasi na jeshi tiifu kwa serikali. Kutoka Dar es Salaam, Halima Kiondo, Mlimani TV, Elimu Kwanza. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Morogoro, MORUWASA, imesisitiza wananchi wa manispaa hiyo kuwa na mazoea ya kuchemsha maji mara kwa mara ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu unaoendelea kuwa tishio kwa wakazi wa manispaa hiyo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Remi Asinti kutoka mkoani Morogoro. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Morogoro, mkurugenzi wa maji safi na usafi wa mazingira MORUWASA Nicholas Ngumbwike amesema ingawa mamlaka hiyo inatibu maji kabla ya kuyasambaza kwa wananchi, amewasisitiza wananchi hao kuwa na tabia ya kuchemsha maji mara kwa mara, ikiwa ni jitihada za kupambana na ugonjwa wa kipindupindu ambao bado umeendelea kushika kasi katika manispaa hiyo. Kwa hiyo tu niwahakikishie wananchi wa Morogoro kwamba maji yanayosambazwa na MORUWASA ni maji ambayo yamesafishwa na yametibiwa. Hatupeleki maji ambayo hajatibiwa. Yaani kama kitokea namna yoyote ile, sisi tutakuwa wa kwanza kuzuia maji hayo yasiende kwa wananchi. Kwa hiyo naomba ili kabisa niliweke wazi kwamba hatupeleki maji
yasiyotibiwa wala kusafishwa. Tunapokabiliana kipindi na hali ya kipindupindu, wala sio ni wakati wa kulumbana kwamba kwa nini tuchemshe maji baada ya kunywa moja kwa moja. Bado naendelea kuwasihi, inawapasa wachemshe maji ya kunywa kila siku. Aidha, mkurugenzi huyo amesema mamlaka hiyo imekuwa ikitumia wastani wa mifuko 25 ya dawa, ambapo kwa msimu huu wa mvua matumizi yameongezeka hadi kufikia mifuko 75. Bwawa actually lina tope size. Kwa hiyo mtaona kazi kubwa ambayo MURUWASA inafanya na mzigo tulionao kuhakikisha wananchi wanapata maji safi. Sasa utakuja kuona kwamba tumekuwa tukitumia dawa mifuko ya kilo 50 karibu 50 kwa siku mbili. Kila baada ya siku mbili tunatumia mifuko 50 na mifuko 25 kwa siku moja, kwa kipindi cha muda wa kuanzia Januari katikati kurudi siku za nyuma. Lakini kwa mvua hizi ambazo zimenyesha, matumizi ya dawa yameongezeka zaidi. Katika hatua nyingine, mhandisi wa mamlaka hiyo Hanima Mbilu na meneja biashara Roman Lewenga wameelezea mafanikio ya mradi wa Millennium Challenge, huku pia kukiwepo na mradi wa uboreshaji wa upatikanaji wa maji unaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Ya maji ya usambazaji yenyewe kwa ajili ya Mafiga. Na hadi ya Mafiga, ule mradi kwanza ulikarabati mapampu. Halafu kuna kipande cha bomba kilikuwa karibu cha kilomita 1.8 kilikuwa kipo, ambacho kinatoa maji kule kwenye ile treatment ya Mafiga. Maji yanakuja kwenye ile reserve kubwa ya tumbaku. Kwa hiyo maji pale yameongezeka, na kutokana na hilo basi, baada ya mradi ukisha, pampu zile mtaziona zimekuwa ni tofauti na zile za zamani. Laini ile imewekwa, maji yale yanaweza akaja zaidi mpaka tumbaku reservoir. Na baada ya hapo kuna kazi kubwa sana imefanywa na MURUWASA sasa kusambaza maji. MCAT ulikuwa na malengo makubwa mawili wakati umebuniwa na utekelezaji wake. Lengo la kwanza lilikuwa ni kuongeza maji kutoka mita za ujazo ambazo zilikuwa zinazalishwa 24 mpaka kufikia mita za ujazo 33,000 kwa siku. Lakini lengo jingine lilikuwa ni kufanya wakazi wanaotumia maji ya Mambogo waweze kupata maji ambayo ni safi. Kwa sababu kabla ya huo mradi, maji ambayo yalikuwa yanatoka Mambogo yalikuwa ni salama, lakini yalikuwa ni machafu. Kwa nini yalikuwa ni machafu? Yalikuwa ni machafu kwa sababu mtambo ambao ulikuwa umejengwa kipindi hicho ulikuwa haufanyi kazi kabisa. Kwa hiyo maji yalikuwa yanatoka pale, hata wakati wa mvua maji yalikuwa yanatoka na tope. Lakini baada ya huu mradi sasa wa MCAT, maji yanayotoka Mambogo sasa hivi ni safi ukilinganisha na kipindi hicho kabla ya kujengwa kwa mradi wa MCAT. Remi Jacinti, Mlimani TV, elimu kwanza, Morogoro. Kwa taarifa hiyo ya Remi Jacinti kutoka Morogoro, ndio inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tutarudi hapa kuendelea na taarifa ya habari. Endelea kuwa nasi. Uwe shabiki wa soka na michezo mbalimbali, teja wa kung fu, mdhaifu wa filamu za Bollywood kwa Kiswahili na tamthilia mbalimbali, usihadithiwe. Nunua moja kati ya dikoda hizi za Star Times na ujiunge na kifurushi cha Nyota au Nyota Plus. Upate chaguo kubwa la burudani ya bei nafuu ili wewe upate kuhadithia. Kwa maelezo zaidi, piga 0764 au tembelea startimes.co.tz. Star Times, furahia ulimwengu wa dijitali Tanzania. Naam, kama ndio kwanza mjiunga nasi, hii ni taarifa habari kutoka hapa Mlimani TV, na sasa basi tunaangalia kwingineko duniani. Siku ya leo kuna mimi David Nkya na Juliet Robert, ambapo tunaambia mgombea urais wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change nchini Uganda FDC, Kizza Besigye, amekamatwa na maafisa wa polisi wakati akiwa kwenye msafara na wafuasi wake. Kizza Besigye alikamatwa wakati gari lake likiwa linapita katika barabara ya Jinja mjini Kampala, huku msafara wake ukisindikizwa na mamia ya wafuasi. Ndipo polisi walipotumia vitoa machozi kuwatawanya wafuasi hao na wakamkamata mwanasiasa huo. Farida Mbilinya na mkusanyiko habari za kimataifa.
Moja kwa moja tukianza na habari za kimataifa, tuelekee huko nchini Uganda ambapo tunaambiwa mgombea urais wa chama cha upinzani cha Forum for Democratic Change FDC nchini humo, Kizza Besigye, amekamatwa na maafisa wa polisi wakati akiwa kwenye msafara na wafuasi wake. Besigye amekamatwa wakati gari lake likiwa linapita katika barabara ya Jinja nchini Kampala, huku msafara wake ukisindikizwa na mamia ya wafuasi. Ndipo polisi walipotumia vitoa machozi kuwatawanya wafuasi hao na kumkamata mwanasiasa huyo. Hata hivyo, mkuu wa polisi Jenerali Kalekezi Kayihura amethibitisha kwamba polisi wamekabiliana na wafuasi wa upinzani, lakini anakanusha habari kwamba bwana Besigye amekamatwa. Aidha, maafisa wa polisi wameliambia shirika la habari la BBC baadaye kwamba ni kweli bwana Besigye alizuiliwa lakini hakukamatwa na kwamba ataachiliwa huru baadaye na kuruhusiwa kuendelea na kampeni. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Francis wa 16 amewataka wananchi wa Mexico kuwa na nchi iliyo huru bila watu kuhama, bila haja ya kunyonywa, ili kuweza kufanya kazi na bila ya kuwa katika hali ya kukata tamaa. Papa ameeleza hayo mbele ya Wakatoliki takribani 300,000 waliohudhuria ibada ya misa iliyofanyika Mexico City. Papa pia alizungumzia suala la uhamiaji na janga la ghasia za biashara za dawa za kulevya katika kitongoji cha Ecatepec ambacho kimekuwa kikiandamwa na uhalifu. Aidha, Papa Francis amewataka wa Mexico kuibadilisha nchi yao na kuwa ardhi yenye fursa. Hata hivyo, Papa Francis atazuru kwenye mkoa maskini kabisa wa Mexico na wenye waumini wachache wa Kikatoliki kabla ya kuelekea kwenye jimbo la magharibi linaloandamwa na machafuko yanayotokana na makundi ya kibiashara ya dawa za kulevya. Na katika kuhitimisha habari za kimataifa, moja kwa moja tumalize na taarifa kutoka huko nchini Burundi. Wafuasi wa serikali ya Burundi wamefanya maandamano katika kulalamikia uingiliaji wa Rwanda kwa masuala yao ya ndani. Washirika wa maandamano hayo waliojiri siku ya Jumamosi katika maeneo 119 ya Burundi walalamikia kile walichokiita kuwa ni uvamizi wa Rwanda na rais wake Paul Kagame dhidi ya nchi yao. Baadhi ya mabango yaliokuwa mikononi mwa waandamanaji hao yalikuwa yameandikwa maandishi yaliyosema, tunalaani njama za Paul Kagame za kuibua machafuko nchini kwetu. Baada ya maandamano, waandamanaji walielekea uliko ubalozi wa Rwanda nchini Bujumbura na kupiga kelele za kupinga hatua za kichokozi za serikali ya Kigali na rais Paul Kagame. Hata hivyo, inaonekana kuwa maandamano hayo yamejiri kufuatia wito uliotolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Burundi Pascal Barandagie. Kabla ya hapo, Barandagie alizungumza kupitia televisheni ya taifa. Aliwataka Warundi kushiriki kwa wingi katika maandamano ya amani kwa ajili ya kulaani uingiliaji wa Rwanda dhidi ya nchi yao. Kutoka katika dawati la kimataifa, Farida Mbilinyi, Mlimani TV, elimu kwanza. Ni Farida Mbilinyi huyo na mkusanyiko wa habari za kimataifa, lakini kubwa ni kuhusiana na taarifa kutoka kule nchini Uganda ambako mgombea wa chama cha upinzani Kizza Besigye bado naona katika uchaguzi zote bado anakutana na misukosuko, lakini taarifa zinasema baada ya hapo polisi walimwachia na kaendelea na mikutano ya kampeni kama kawaida. Mkutano jioni ulifanyika kama kawaida kwa sababu nafikiri labda yale mashinikizo yaliyokuwa yametolewa kukamatwa kwake yalionekana kwamba hayana nguvu. Na polisi baada ya kumkamata tu wenyewe wakasema baada ya muda watamwachia. Naam. Na wamefanya hivi. Ndio siasa hizo za Afrika. Na sasa moja kwa moja tuelekee kwenye michezo na burudani ambapo tunaambiwa katika siku ya leo mchezo wa ngumi umekuwa na hamasa kubwa kwa wanawake, huku wanawake wengi wakijitokeza katika mchezo huo kutwangana masumbwi. Wakati dunia ikizidi kuhesabu siku na masaa kuelekea kuanza kwa mashindano ya Olimpiki mjini Rio de Janeiro nchini Brazil, nchini Tanzania tayari vyama mbalimbali vimeanza kujiandaa na kufuzu kwa mashindano hayo, lakini suala kubwa limekuwa ushiriki wa wanawake katika mashindano mbalimbali umekuwa hafifu ama hauridhishi. Mchezo wa masumbwi nchini Tanzania umekuwa miongoni mwa michezo inayopendwa na idadi kubwa ya watu wengi, ukiondoa mchezo wa mpira wa miguu au soka. Mwaka huu hali ni tofauti na miaka mingine, hamasa imezidi kuwa kubwa kwenye tasnia ya masumbwi hasa kwa upande wa wanawake. Hebu tazama.
Tutakosa medali kweli? Sidhani, lakini changamoto ni nyingi wanazokumbana nazo. Tunahitaji msaada wa vitu vingi kama vifaa, tuna jezi za mazoezi. Ni vitu vingi tumepungukiwa katika timu. Kwa hiyo tunahitaji tusaidiwe vitu kama hivyo ili tuendelee kuna mchezo mzuri zaidi. Ndipo hapo mwigizaji Shamsa Fodi pamoja na mtangazaji wa Times FM Hadija Shuaibu Dida wanapanda ulingoni kuhamasisha masumbwi. Lakini pia wito ukatolewa kwa serikali na wananchi kuhusu masumbwi, hususan kwa upande wa wanawake. Yani mchezo ni mzuri yani, au sio? Lakini nachotaka kwamba watu wajitokeze kwa wingi, wadau kusupport mchezo huu. Yani mambo yatakuwa safi zaidi. Na nataka waambie wajitokeze kwa wingi, wasio na uoga, hasa wanawake. Yani tunaweza tuzidi kujitokeza kwa wingi, tuonyeshe kama sisi tuna nguvu na tunajiweza na tunaweza tukafanya kile ambacho mwanaume anaweza. Naamini kuna kitu cha kujifunza. Saidi Salim Msumi, Mlimani TV, elimu kwanza. Na ni hamasa hiyo kwa wanawake wa Tanzania katika masuala ya ngumi. Yule TV vipi, una kifua cha kupigana? Niko vizuri. Kwa hiyo tutarajia na utajiunga na timu hii, si ndio? Pengine bado niko nafikiria kama niingie huko ama niingie wapi. Mtazamaji, twende katika dira ya michezo sasa, ambako Hussein Mchopa na mkusanyiko wa habari za michezo kimataifa. Kwenye dunia sasa, kila kifanyacho wapaswa uwe makini sana. Unayaona haya magari ya thamani yamemponza beki wa Aston Villa, Jolen Patrick Lescott, mzaliwa wa Uingereza. Simulizi ilianza hivi. Just over the header, Saka's gone straight in. Hiki ni kipigo hatari cha goli 6-0 dhidi ya majogoo wa London Liverpool the Race. Baada ya kichapo hiki alituma picha ya gari ya thamani katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa Twitter. Hii ilichukuliwa tofauti kabisa na mashabiki wa klabu ya Aston Villa. Walianza kumshambulia na ujumbe mbalimbali zenye viashiria kwa kupaswa kufanya hivyo. Lescott ajitetea kuomba radhi mashabiki na kukiri walizidiwa na Liverpool katika mchezo huo na kutaka watu wamuelewe vyema, kwani ile picha hakupanga kuituma bali alikuwa akiendesha gari, hivyo ikatumwa kama ajali. Matokeo haya yanaendelea kuifanya Aston Villa kubakia mkiani ikiwa na alama 16 baada ya michezo 26 katika ligi kuu nchini Uingereza. Marekani katika NBA All-Star Game ambapo mwaka huu umekuwa maalumu kwa mchezaji Kobe Bryant KB24. Kijana wa timu ya Magharibi Russell Westbrook ameonyesha kiwango cha kipekee na kufunga alama 31 katika ushindi wa alama 196 dhidi ya 173 na kupewa tuzo ya heshima MVP. Westbrook amekuwa mchezaji pekee kushinda mfululizo tena akiwa peke yake. Westbrook alisema hajui hata kitu gani kingetokea. Alifurahi sana kusikia jina lake linatajwa na kuamini muda wote jina lako linaweza kuwa katika sehemu ya historia. Basi nami Hussein Mchopa nitakuwepo bila shaka. Twende kwenye tenisi. Venus Williams mwaka 2016 haujawa mbaya bado, pamoja na kutupwa nje mapema katika michuano ya wazi ya Australia, amefanikiwa kutoa taji lake la 49. Venus ameanza kukipiga katika tenisi toka mwaka 1994 akiwa na umri wa miaka 14 tu. Amemchakaza Amisa Kidoi kwa seti 6-4, 6-2 katika mashindano ya wazi ya Taiwani. Bado nyota Martina anaendelea kuongoza kwa kutoa mataji mengi, mataji 167, wakati mdogo wa Venus Serena Williams yeye ana mataji 69 mkononi. Shukrani sana Hosea Mchopa, mwenye anajiita Supero, kwa taarifa hizo za kimichezo. Na moja kwa moja basi zinatuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa siku hii ya leo. Wasomaji wako nilikuwa mimi Juliet Robert nikiwa na mwenzangu David Nkya. Na msikose pia kutembelea ukurasa wetu wa Facebook, pale andika Mlimani TV na unakutana na habari kemkem za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Lakini pia kuna ukurasa maalum kabisa wa YouTube unaitwa Mlimani TV Udizim, na pale pia unakutana na habari zilizochambuliwa kwa kina kabisa. Tukutakie tu utazamaji mwema vipindi vinavyofuata hapa Mlimani TV, elimu kwanza. Coppa Italia imeendelea mbele katika mechi za mtoano. Mashindano yanazidi kupamba moto wakati timu zinafanya mavitu ili kuukaribia ubingwa. Juventus, Roma na Lazio wanaongeza kasi kwa jitihada kubwa ili kushinda kombe la Coppa Italia. Ni timu gani itafanikiwa? Fahamu zaidi live katika Star Times Sports Channel.